tafadhali, unahitaji kunisaidia, anajaribu kuniua. Mara pap, jamaa anapigwa moja ya kichwa. Ah, aliyekuwa mwanachama wa kundi la siri analazimika kupambana na muda ili kuokoa maisha ya bibi yake, huku akikabiliana na nguvu za giza, mamlaka ya watawala wa ulimwengu huu wa giza. Karibu katika filamu ya Shisho inayotuonyesha maisha halisi kabisa, na kama mwanangu hujasubscribe akaunti yetu, haujachelewa, fanya kubonyeza kitufe cha kengele ili kusubscribe na kupata ikapu kali zaidi. Tuendelee. Hadithi inaanza saa 5:45 usiku huko Lagos, usiku mmoja kabla ya uchaguzi wa ugavana. Ni siku ambayo Shino angeisahau kabisa katika maisha yake. Shino alikuwa akiendesha gari kwa kasi akimpeleka bibi yake mgonjwa hospitali. Bibi yake alikuwa katika maumivu makali kinoma, akilia na kuonekana kukubaliana kwamba mwisho wake umekaribia kabisa na anaenda kufa. Lakini Shino hakukubali kabisa mawazo yale kwa bibi yake. Tangu baba yake amwache akiwa mtoto mchanga na mama yake kuuawa, bibi yake ndio mtu pekee aliyebaki katika maisha yake Shino, na anamwambia, bibi, we ndio kila kitu nilichobakiwa nacho, hautoondoka, nitakufikisha hospitalini tu mapema. Walipokuwa karibu kufika hospitalini, polisi walimpiga ishara ya kusimama. Simama, simama. Lakini baada ya mvutano mfupi kati ya yeye na askari, alienda hadi hospitali binafsi. Daktari aliyekuwa zamu alikuwa ni Daktari Ainobi. Alianza haraka kumhudumia bibi yake. Umeme ukazima kwa muda mfupi, lakini ukarudi mara moja. Bahati hii ni hatari. Baada ya kuangalia historia ya matibabu ya bibi huyo, daktari aligundua kuwa alikuwa amewahi kufanya uchunguzi wa tumbo mkubwa. Dalili alizokuwa nazo ikiwemo damu kwenye choo na maumivu makali yaliyompata zilizoonyesha uwezekano wa saratani. Hata hivyo, vipimo vilihitaji kuthibitisha hali hiyo. Bibi alimshika mkono Shino akiwa na hofu. Haikuwa hofu ya kufa pekee, alikuwa na hofu kwamba hangeweza kufurahia maisha mapya ya mjukuu wake, kwa sababu hapo zamani Shino alikuwa ni mtu wa vurugu. Aliwahi kuwa mwanachama wa kundi la siri, aliwahi kuwa mlevi, aliwahi kufanya karibu kila aina ya maovu, lakini sasa alikuwa ameacha maisha hayo yote kabisa, na Shino tunayemwona hivi ni Shino mpya kabisa. Shino alimwambia bibi yake kwamba haturudi tena katika maisha hayo mabaya. Bibi alimwamini, lakini bado alimwonya kuhusu marafiki wabaya. Alipokuwa akielekea kufanyiwa vipimo, rafiki wa Shino aitwaye Hugo aliwasili hospitalini. Muda mfupi baadaye, Hugo alipokea ujumbe kutoka kwa mtu aitwaye Ai. Ujumbe huo ukisema muda umeisha. Ujumbe huo ulimtia hofu kubwa sana Hugo. Wakati huo huo, Shino aliwapatia habari mbaya zaidi. Vipimo vya upasuaji wa bibi yake vingehitaji jumla ya naili milioni 4, kama milioni 7 hivi ya kibongo, na kabla ya matibabu kuanza walihitaji angalau naili milioni 1 kwa malipo ya awali. Shino alikuwa dereva wa taksi tu, na hata hiyo fedha sijui hata angetoa wapi hizo zote, lakini aliamini kuwa kama kuna uhai bado kuna matumaini. Hivyo alirudi nyumbani kutafuta fedha. Alitafuta kila mahali, kwenye draw, kwenye mifuko, kwenye kona zilizofichwa. Baada ya kutafuta muda mrefu, alipata jumla ya naili 21,000 tu. Hata hivyo, ndizo ilikuwa mali yote ya bibi yake waliokuwa nayo. Sababu mojawapo ilikuwa ni kwamba hivi karibuni alikuwa amelipa kodi ya nyumba ya miaka 2 mbele. Mpango wake mpya ulikuwa kwenda kwa mwenye nyumba na kuomba arejeshewe sehemu ya fedha hizo. Kabla ya kuondoka, aliubusu mkufu wa marehemu mama yake kama ishara ya matumaini, lakini mwenye nyumba hakutaka kumsikiliza kabisa. Baadaye Shino alipiga goti na kumsihi, tafadhali, naomba unisaidie. Wakati huo huo, ilikuwa imepita saa 9 usiku. Hospitali nayo ilikuwa imeanza kuweka shinikizo kwa Daktari Ainobi kwamba mgonjwa angeweza kuruhusiwa ikiwa fedha za awali zitapatikana kwa wakati. Wakati huo huo, Shino alienda kabla ya usiku kumchukua mteja wake wa kawaida aitwaye Donald. Ghafla milio ya risasi ikasikika kila pande. Pa, pa, pa. Majambazi waliokuwa na bunduki walikuwa wamevamia eneo hilo. Walinda usalama walitoweka mara moja pasipojulikana. Mahali hapo pangekuwa uwanja wa vurugu kabisa. Hawa hawakuwa majambazi wa kawaida, walikuwa kundi maarufu lililotikisa jiji la Lagos miaka mingi kabisa. Katika vurugu hizo, Donald alianguka na kuumia mguu. Shino alimsaidia kufika kwenye gari, lakini wakati huo huo mmoja wa majambazi alimlenga kwa bunduki akiwa tayari kuwaua Shino na Donald. Kabla hajafanya hivyo, majambazi wengine walimvuta pembeni na kuondoka naye. Kwa bahati nzuri, Shino na Donald walinusurika kifo chepe chepe. Waliondoka eneo hilo wakiwa hai, na kwa usiku kama huo, hilo lilikuwa jambo kubwa sana. Muda mfupi baadaye, mwenye nyumba alipiga simu.
inaonekana alikuwa amebadili mawazo yake na kukubaliana kurudisha fedha za kodi. Shino alimshusha Donald salama. Donald alimwahidi kuwa angemhitaji tena baadaye ili ampeleke uwanja wa ndege. Kisha Donald akampa hundi ya naili 100,000. Sasa Shino alikuwa na naili 21,000 alizokuwa nazo na hundi ya naili 100,000 kutoka kwa Donald na fedha ambazo mwenye nyumba alikuwa ameahidi kumrejeshea. Kwa mara ya kwanza usiku huo aliamini kwamba bibi yake angeweza kuokolewa, lakini alipokuwa njiani kuelekea hospitalini, wanawake wawili walijaribu kumshawishi awapeleke kwa usiku. Shino aliwakataa na kuendelea na safari yake. Alidhani angefika hospitalini kwa wakati lakini mbele yake kulikuwa na kizuizi kile kile cha polisi walichokiweka awali. Na safari hii afisa aliyekuwa hapo alimkumbuka vizuri.